عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Na leo tupate kulidadavua jambo muhimu sana. Kwa watu wengi hili jambo wanalichukulia ni jambo la kawaida, kumbe ni jambo ambalo mtu akilifanya anaweza akakosa radhi kubwa sana, na ukakuta mtu akalaanika na anafanya mambo ambayo yasiyokuwa sio. Ukichunguza hili jambo hili lipo sana. Watoto wengi wanaweza wakawa wanasoma dini, au sio dini tu, wanaweza wakaenda kufanya kazi yoyote sehemu, labda kusomea labda biashara fulani, lakini baada ya kumaliza ile biashara akawa hapati kazi. Yani tayari ashasomea kile kitu na anafanya jambo fulani, lakini hapati kazi ya kufanya. Hivi unaelewa ni jambo gani ambalo analopatwa, au ni kitu gani, kwa nini hapati kazi? Au kwa hawa wanaosoma dini, labda baada ya kusoma dini hasa, kwa nini unaweza kukuta watoto wengine wamesoma dini lakini bado anatekeleza matendo ambayo yasiyokuwa sio? Mtu kasoma dini, yule sasa amesoma dini yule, lakini mbona analewa? Yule sasa amesoma dini yule, lakini kwa nini ana tabia chafu? Unajua kwa nini? Ukisoma al-adabu wal akhlaq, kuna somo moja linasema ta'atul ustadh. Ta'atul ustadh ni kuwatii wale ambao wanaokufundisha, na ndio maana kuna pia ata'atu alwalidain, kuwatii wazazi wako wawili. Sasa leo tuende tukaliangalie ta'atul ustadh, kuwatii walimu, kumtii yoyote yule ambaye anayekufundisha jambo lolote. Unatakiwa upate radhi zake. Kwa mfano, mfanya biashara huyu ambaye anataka kufanya biashara lakini anafundishwa njia ya kufanya biashara, inatakiwa umheshimu yule ambaye anayekufundisha, yani huyu muallim, huyu ustadh. Endapo usipomheshimu, utatoka pale umechukua degree yako, sawa umechukua, lakini hujapata radhi za yule ambaye anayekufundisha, wewe utatoka pale na laana. Rehma za Allah tabaraka wa taala utakuwa nazo. Unatakiwa umridhishe, utoke pale, yule mwalimu moyo wake tayari ushakunjuka. Ukifanya hivyo, basi popote ambapo utakapokwenda, basi radhiyatan mardhiya, kazi itakuwa ni rahisi kupata. Sasa jambo hili la dini ndio sana watu wengi tunakuchukulia ni jambo la kawaida, lakini kwa Allah tabaraka wa taala ni jambo kubwa sana. Heshima ya kumheshimu huyo ambaye anayekufundisha dini ya Allah tabaraka wa taala. Na hapa ndo nakuta utapata laana kubwa sana kwa wale ambao wanawadharau walimu wa dini. Walimu wa dini hawa ni watu ambao wanatakiwa wapate heshima kubwa sana, kwa sababu angalia tunavyoambiwa katika adabul akhlaq. Ukisoma kitabu cha adabul akhlaq, wanazuoni wanavyoeleza jinsi gani mwalimu anavyotakiwa kupewa heshima. Tunaambiwa al-ustadh huwa muallimuka, kwamba ustadh ni mwalimu wako ambaye anakufundisha kuhusiana na masala ya mambo mengi sana. Wa haqqul ustadh ala tilmidh akbar, na haki ya mwanafunzi kwa mwalimu wake, haki yake ni kubwa sana. Yani mwanafunzi kwa mwalimu wake ana haki kubwa sana, na haki yake na haki yake ni kubwa kuliko wazazi wake. Yani haki ambayo inayopatikana kwa mwalimu wako basi ni kubwa kuliko kwa wazazi wako. Kwa nini? Wametoa kwa sababu. Kwa nini? Kwa sababu lianna walidai yurabbiyani bijisman au jisman, kwa sababu ya wazazi wako wao wanakulea kimwili tu. Leo umekunywa uji, leo hajanywa uji. Leo amekula ubwabwa, leo hajala ubwabwa. Leo amevaa nguo hii, leo hajavaa nguo hii. Hiyo ndio kazi ya wazazi. Lakini al-ustadh, mwalimu, yurabbi ruhahu wa aqlahu alladhi bihima yakunu insana. Mwalimu anakufundisha, anakulea kwanza kiroho, pili kiakili, kiufahamu, uwe na ufahamu, upate kulidadavua hili zuri ili baya. Hiyo ndio haki ya mwalimu kwa mwanafunzi. Anamfundisha vitu hivi mwanafunzi, mwalimu.
Lakini pia mwalimu anakufundisha vitu ambavyo mpaka wewe unaitwa bwana, huyu ni binadamu kamili. Kwa hiyo fayajibu ala kulli tilmidh, ni lazima ya juu ya kila mwanafunzi, ta'atul ustadh, kumtii mwalimu, wa mahabbatuhu wa an yuqaddimahu fi kulli shay. Ni haki juu ya mwanafunzi kumpenda mwalimu, lakini pia kumtanguliza katika kila jambo, na hataki kumkasirisha katika masala mbalimbali. Kwa nini tunazungumzia somo hili, au kwa nini tumeamua kulichagua somo hili? Fi asrina au fi zamanina, katika kipindi hiki ambacho tulichokuwepo, heshima ya wazazi kuwaheshimu walimu imetoweka. Wazazi wanatakiwa waheshimu walimu ambao wanaowafundisha watoto akhlaqi zilizokuwa bora, tabia zilizokuwa njema, mpaka mtu inafikia wakati anaitwa binadamu. Ni kazi ambayo wanaofanya walimu. Sasa wazazi wanapoonyesha heshima kwa mwalimu, basi na huyu mtoto pia anaelewa kwamba ni heshima kubwa mwanafunzi apate kumheshimu mwalimu.